Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu tena. Nitakwenda kuhusu habari ya vita vya kiibada. Mara nyingi sana tunapata vita kwa sababu tunashindwa kuwa madhabahu ambayo hiyo madhabahu Mungu atahudumiwa kiibada. Mungu apokee ibada kabla hajaangalia chombo ambacho ni moyo ambacho kimebeba ibada. Na ndio maana kuna vita ya kiibada. Kitabu cha Ayubu 15:4 inasema waondoa kicho nao wazuia ibada mbele za Mungu. Kicho ni utakatifu. Anasema mwabuduni kwa uzuri wa utakatifu. Kwa hiyo kuna vita vya kiibada. Ukisoma kitabu cha Luka 4 utaona akisema kwamba akampandisha juu, akamwonyesha milki ya ulimwengu, akamwambia sujudia hapa tu nami nitakupa yote hii, kwa kuwa yote ipo kwa mikono yangu ukisujudia. Kwa hiyo vita vya kiibada ni vita vya kiufahamu. Vita vya kiibada ni vita vya kiuchumi. Kwa hiyo adui atakupiga vita ili usiwe na imani, kwa sababu huwezi kuabudu nje amu kwa kadri nje ya uwezo wa imani ulionayo, na uweze kuabudu zaidi ya moyo wako ulivyo. Ndio maana Ibrania 11:6 anasema yeye amwendea Mungu aamini kwamba yupo na wapa thawabu anayemuomba. Kwa hiyo Mungu anaangalia moyo kabla hajaangalia ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jifunze namna ambavyo utaenda kanisani, mahali pa jengo la ibada, lakini wewe kuwa ibada ili upate kuabudu. Watu wengi wameenda kwenye madhabahu na wanafika kuabudu ibadani, lakini wanataka kuomba na watumishi na kutabiriwa. Lakini sikia mwambie mmoja, Mungu anataka ibada. Ladha yako na ya mtumishi ni tofauti. Chungwa na maparachichi ladha yake ni tofauti. Mungu anataka ibada. Anasema waabudu halisi wataabudu katika roho na kweli. Manake Mungu anaangalia moyo kabla hujaabudu. Kitabu cha Mathayo 15 kuanzia mstari wa 4 na kusema hivi, waniabudu bure lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Kuna mtu anaongea mdomoni lakini ndani hayupo na Mungu. Kwa cha msingi jifunze namna ambavyo utamwabudu Mungu katika roho na kweli. Danieli 11 mstari wa 38 anasema naye katika mahali pake atamheshimu Mungu wa ngome. Atamheshimu kwa fedha na kwa dhahabu na kwa vitu vipendezavyo. Naye atakwenda kuteka nyara ngome zenye nguvu kwa msaada wa Mungu mgeni. Na atakayemkubali atamuongeza kwa utukufu kwenye madhabahu. Manake miungu inakula. Kitabu cha Sefania mlango wa 2:11 anasema Mungu atawafisha miungu yote kwa njaa, kumaanisha miungu inakula. Miungu inapoabudiwa inaachilia uchumi. Na ndio maana usoma kitabu cha Waamuzi 5 mstari wa 8, wachagua miungu mipya kukawa na vita marangoni. Kuhakikisha kwamba unashindana ili kuruhusu ibada imfikie Bwana. Bwana Yesu asifiwe.